Kuna time mzee amenikasirisha, amekula pesa yangu. Nikachukua suti yake very expensive, equivalent to almost the amount alikuwa amekula yangu. Nikachukua pesa, juu nilikuwa nimemwambia niwekee. Nikachukua hiyo suti, nikaenda nikauzia mbaba mwingine huko, walikuwa wanatoshana. So, huyo mwanaume mwenye niliuzia hiyo suti, nikamwambia vizuri, hii suti ni ya mzae. Na unajua ni expensive. Wewe panga venye utapanga, usivae asiwahi kukuta nayo. Kaniambia mimi nitaenda nivalie nyumbani. Akafurahi. So, huyo msee alikuwa analewa sana. Kuna time wakakosana na bibi yake. Bibi yake akachukua hiyo suti. Na kwa hiyo mtaa tulikuwa tunaishi, watu walikuwa wanajua babangu anavanga suti expensive. Huyo mama akachukua hiyo suti, akakuja akauzia mzae. Karibu nipelekwe jela. Story time. So, in primary school, where tulia na shoot content bana. Tukigrow up, mzee alikuwa karao, na kuna most of the times alikuwa anaenda hizi guards kubwa kubwa. So unawajua wenye wanavanga zile suti smart. So mimi, and then the same time, nilikuwa very clever child kwa shule. So kulikuwa hizi competition tunafanya, unashinda kama 5K, unashinda sometimes 10K. The highest nishaishinda kusema tu kweli ni 8,000. So 8,000 nikakuja nikapea mzae. Kuna time nilikuwa nashinda, nikikuja nikipea madhe anafanya nini? Anatumia. Na akishatumia anakwambia si ulinyonya matiti yangu. Si unakulaka hapa na sikuitishi. So this round nikasema acha nipatie nani? Nipatie mzae. Kupea mzae niwekee, kumbe mzae ndio worse. Mzae akaenda akakunywa hiyo pesa yote. Na the following month tulikuwa tunaenda trip. Coast, na nilijua mzae hata nilipia yote. Nikamwambia wewe niwekee hii pesa and then utaniongezea nini ya trip. Tulikuwa tunaenda Mombasa and it was around 17,000 kwenda Mombasa. Ilikuwa ni 4 days ama 5 days. So, mzae akaona hii pesa acha niende nifanye nini? Kuna pesa nategemea, acha niende nikunywe hii pesa ya mtoto wangu alafu nitafanya nini? Nitamrefund. So, ikifika time yenye namuitisha pesa yangu, hana. Na akaniambia nimekuza, mimi ndio baba yako. Nimekuzaa, nimekulea. Hufai kuniitisha pesa. Wewe tulia, shit. Hii kuku nimeishika sababu nikiwacha inakula mboga za watu kwa shamba. Na inanikosanisha na watu. Zingine ziko sawa huku, zinakula tu manyasi, lakini hii itaenda kukula mboga ya watu. Inakula mboga, that's why nimeishika hivi. Mpaka nimalize kusema story, ndo niweke chini. Tuendelee. So nikaitisha mzae pesa yangu, nikamwambia mzae, nilikuwa namuita Buda, nipe do, nifanye nini? Niende nilipe, niongezee niende nilipe. Akaniambia nitakupea jioni. Jioni akakuja amelewa. Nakwambia alinipasha mbele ya watu, akaniambia wewe mtoto mjinga, nimekulea, usijawahi hujawahi niitisha nini kitu nikakunyima. Hii trip nilikwambia nitakupatia, lakini sasa mbona unashinda ukinisumbua? Mimi ndio baba yako na uniamini. In fact hata sitakufanya nini? Sitakulipia hiyo pesa. Na ujue ako na pesa yangu saa hiyo. Mimi nakwambia mimi na yeye nilikuwa nimejiambia shule, watu walikuwa wanajua mimi ni mtoto wa Sonko. Na lazima ningeenda trip. Na mimi singetaka nikose kwenda trip. Nikaenda nikachukua suti yake, nikaenda nikauza 7,000. Nikauzia tu rafiki yake karao. But hawakuwa wanasikizana vizuri. Kuuza hiyo suti, huyo mzee kumbe pia bibi yake walikuwa wanakosana. Akakosananga na bibi yake. So, alafu unajua height ya makarao ni same. Akakosana na bibi yake the same suit. Bibi yake pia alikuwa anapenda kulewa. So alikuwa analewa pamoja na mzae. Akaambia mzae, kuna suti niko nayo kwa nyumba. Nataka nifanye nini? Nikuletee. Inaweza kukutoshea. Babangu akamwambia ni sawa, haina shida, wewe utaniletea. So babangu sasa hiyo alikuwa anajua suti yake imefanya nini? Mimi nimeuza. Na ni the same suti anaambiwa atafanya nini? Ataletea. Na sasa hiyo ni walevi. Anyway guys, hebu endeni msubscribe kwa YouTube channel. Naenda kumalizia story kwa YouTube. Niliona moto.
Nakwambia nilijiuliza kama huyu ni baba yangu, kitu alinifanyia. Twendeni YouTube.